Naam, karibu tena mtazamaji kwa taarifa zaidi. Kama nilivyokuelezea kwamba pia tunajaribu kuzungumza na baadhi ya wanahabari ambao wanafuatilia taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kuchipuka siku hii ya leo, na mojawapo ni ile ilikuwa ikitokea sehemu za Daadab kule ambapo hii leo kulikuwa na maandamano. Kumbuka hii ni sehemu ambayo inawaeka baadhi ya watu ambao si raia wa Kenya, yani wakimbizi kutoka mataifa ya nje, kwa mfano Somalia na hata wengine kutoka Ethiopia na mataifa mengine wako pale Daadab, na kulikuwa na maandamano mapema hii leo asubuhi. Hivi sasa basi tunawasiliana kwa njia moja kwa moja ili kutaka kujua hali inaendelea vipi kuhusiana na maandamano hayo, hasa kwa wale ambao wanaweza kuwasiliana nasi kwa sasa ama kutazama taarifa zetu kwa sasa. Hamza Yusuf, kulikuwa na maandamano hii leo, labda dhumuni la maandamano haya ni nini na hali ikoje hivi sasa baada ya asubuhi kulikuwa kuna yale ambayo yaliyojiri? Na asante sana mwenzangu Ali Manzo. Hapa asubuhi kulikuwa kumechafuka kabisa. Wakazi wa eneo la Fafi walikuwa wameanza kuchoma magurudumu wakisema yao iweze kusimamishwa kwa sababu kwa muda sasa wanasema kwamba mashirika yasiyo ya serikali wamekuwa wakiwadhulumu hususan wakazi wa eneo hili. Kumbuka Manzo, kando na kuwa na mashirika mengi, kuna shirika moja mahsusi ambao inajulikana kama Faida kama sijakosea, ama Fida kama sijakosea, ambapo inahudumu katika eneo hili. Na kwa sasa wenyeji wa eneo hili wametuonyesha asubuhi barua ambayo hatuwezi thibitisha kwa sasa kwamba shirika hilo litaweza kufungwa ifikapo mwaka 2018, na tayari wafanyakazi 27 wametumwa nyumbani, na ambalo hatungependa kusema kutoka hapa kwa sababu hatuna uhakika iwapo madai ya wenyeji wa eneo hili ni ukweli. Nakumbuka kufuatia maandamano ya asubuhi wameweza kufunga shule eneo hili, na pia hospitali wameweza kufunga, na maandamano hii ilikuwa imeendelea kwa siku ya 7 hii leo. Kwa hivyo ni mambo ambayo wakazi wa eneo hili wanaichukulia kwa uzito kabisa, na wanasema maandamano wataweza kurejea kesho kutwa mtondo na labda kesho kutwa na siku zijazo iwapo mashirika yasiyo serikali hawatazungumzia swala hili. Baada ya taarifa ya kwanza majira ya saa 3 hivi, mbunge wa eneo hili ambaye ni Abdikarim Osman na Garissa mjini ambaye ni kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Aden Duale, tumeona wakiwa na mazungumzo na Rauf ambaye ni mmoja ya viongozi wa serikali nchini, labda kuweza kufanya suluhu ya kudumu. Kwa kupata tu picha kamili ya eneo hili na baadhi ya wakazi katika eneo hili, ndugu, labda tueleze asubuhi ya leo mlikuwa mmeandamana. Maandamano yenu yalikuwa yanahusu nini? Ilikuwa yanahusu kutoka wakazi wa hapa wa nchini Hagadera, Fafi Location District. Tulikuwa tunaandamana sababu ya NGOs ya UNHCR alikuwa wameangamiza kwa watu kwa sababu wamekosa kazi, watu wengi, kina mama na wa vijana wale ambaye walikuwa wananchi wa kutoka Fafi. Kwa sababu hii ndio tulikuwa tuna maandamano kwa wakazi wa Fafi. Tunapata sauti ya mtu mwingine, labda ndugu, tueleze maandamano ya asubuhi, labda kando na kufunga shule na hospitali, ni nini mnahitaji labda kufanywa zaidi? Tunahitaji kwa hiyo faida ni hiyo NGOs yote moja yetu, kisha sasa wakatafuta 27 staffs ndio hapo walikuwa mafuta wao kazi. Pia shida zimezidi sana mpaka leo tukasimamisha kazi ya kule shule, pia tukasimamisha maji. Bado tunaendelea hiyo strike, pia kesho tunataka tuendelee hivyo. Mtazamaji, labda ni watu ambao hawawezi jieleza kwa sababu wengi wao ni watu ambao wamezaliwa katika kambi hii ya wakimbizi ya Daadab. Labda kujieleza itakuwa ni vigumu kwa sababu wengi wao hawaelewi Kiswahili. Tungewapa tu nafasi ya labda kuzungumza kwa rasmi na Kisomali kwa bora zaidi. Ya labda hilo litawezekana. Ali Manzo, na kurudisha usukani. Na asante sana Hamza Yusuf kutoka katika sehemu ya Daadab pale ambapo hii leo kulikuwa na maandamano ambayo yalipelekea shughuli kusimama kwa muda sehemu hiyo ya mjini, na vile vile
ingawa kidogo hapo kulikuwa na tatizo la mawasiliano, tumeweza kuwasiliana naye. Huyo ni Hamza Yusuf akiwa maeneo hayo ya kaunti ya Garissa. Tuendelee na taarifa zaidi ambako sasa nakupeleka katika maeneo ya magharibi mwa Kenya, ambako naibu wa rais William Ruto amekuwa katika eneo hilo mapema hii leo ili kumkaribisha aliyekuwa mbunge wa Khandui Alfred Khangati kwa chama cha Jubilee. Mkutano huo wa kisiasa pia umewaleta pamoja vigogo wa siasa kama vile Musikari Kombo na Fred Gumu ambao walimkashifu seneta wa kaunti ya Bungoma Moses Wetangula. Naibu wa rais anafanya kampeni za urais katika sehemu hiyo ya magharibi ya Kenya. Nyinyi vijana, nikiwa hapa leo mumesema kwa mfano tuko na vijana wengi wanafanya kazi hapa Nzoia. Si ni kweli? Na pale tumeambiwa tulikuwa na matatizo, tumetoa pesa, wakulima wamelipwa. Tuliwaahidi tena pesa ya kuhakikisha kwamba maintenance inafanywa kwa hiyo kampuni. Kesho Mheshimiwa Rais anafika hapa mwenyewe. Na mambo ya hiyo tayari tumeweka kwenye budget. Ndani ya wiki 2-3 pesa hiyo itakuwa hapa, itafanywa maintenance, ndio kazi ya hiyo kiwanda iweze kuendelea. Hapa Bungoma hii pan paper hiyo ilikuwa imefungwa siku mingi. Leo inaajiri vijana wamefika 1000. Nia yetu ni kufungua line 3 na line 4 ili vijana watakaofanya kazi pale waongezeke wafike 3000 vijana ambao watatoka sehemu hii. Na tumeweka katika industrialization plan ya mwaka huu mpaka mwaka wa 2022. Industrialization plan yetu ni kwamba vijana 6.5 watapata nafasi ya kufanya kazi katika ile industrialization plan tumeweka. Hapa kwenu Bungoma lazima kuwe na kiwanda ambayo itaajiri vijana 3000 mpaka 5000 hawa walio hapa. Na ndio sababu tumejenga technical training college ili vijana hawa waweze kwenda pale wapate teknolojia, waungane na industrialization plan yetu ambayo tumeweka, waweze kufanya kazi, ndio tuweze kubadilisha Bungoma na kubadilisha Kenya. Tunaelewana jameni? Vijana mko tayari ama mko tayari? Mko tayari? Mimi nataka niwaeleze. Sisi tuliamua zamani ya kwamba tuko tayari kuunganisha Wakenya wote. Tuko tayari kufanya kazi na watu wa Bungoma. And we mean business. Hiyo mwaka ingine si tulienda tukapiga kura. Si tulikuwa na Eugene. Alafu Eugene kidogo akaenda akaunga Musalia mkono. Lakini hatukumsahau. Wakati tulikuta wamefika kwa mtaro, tukaenda tukachukua Eugene tukamwambia wewe nani? Kuja kuwa hii. Hizi ni wangwana. Tumechukua Eugene tukamwambia kuja hapa tufanye hii serikali pamoja. Si ni waziri sahi? Tumeungana na nyinyi. Tukaungana na kina Waluhe hapa. Tukaungana na kina Lusaka hapa. Wakati maneno ili kufuela huyo. Wakati maneno imefika ikaenda namna hii tukamwambia kuja kuwa speaker wa Senate. Si ndio huyo speaker ameketi hapa? Si waziri ameketi hapa? Sisi ni wangwana si wangwana? Shughuli za usafiri mapema hii leo zililemazwa mjini Murang'a baada ya mhudumu wa usafiri kuamua kuandamana ama wahudumu wa usafiri kuamua kuandamana wakipinga matakwa ya muungano wa NASA kuhusu uchaguzi uliopangiwa kufanyika tarehe 26 mwezi wa 10. Waandamanaji hao wakiwemo wahudumu wa matatu, taksi na bodaboda waliulaumu muungano wa NASA kwa kuvuruga uchumi wao. Mwenyekiti wa muungano wa wahudumu wa matatu katika kaunti hiyo, Francis Munyeki, amesema kuwa sekta ya matatu imepata hasara kubwa kipindi hiki cha kusubiri marudio ya uchaguzi. Jamaa hao wameapa kusaidia katika kuwapeleka watu wasiojiweza kama vile walemavu na wazee katika vituo vya kupiga kura ifikapo siku ya uchaguzi.
Huenda mgomo wa wauguzi katika kaunti ya Pokot ya Magharibi ukafikia kikomo iwapo mwafaka utaafikiwa kati ya gavana John Lonyangapuo na wauguzi wapatao 400 wa kaunti hiyo. Haya yanabashiriwa baada ya mkutano uliodumu kwa zaidi ya saa 6 hapo jana katika mkahawa wa Mtelo huko Kapenguria. Wauguzi wa kaunti hiyo walitoa malalamishi na matakwa yao yakiwemo kuongezwa kwa mishahara na marupurupu, kupandishwa vyeo pamoja na waliokuwa wakihudumu kama vibarua wapewe ajira za kudumu. Gavana Lonyangapuo na naibu wake Nicholas Atudonyang walisema watatilia maanani matakwa hayo. Mgomo wa wauguzi umedumu kote nchini kwa muda wa zaidi ya miezi 4 sasa. Let's go back to our duties. I've asked gracefully and sincerely, we resume our work. You will be shocked. You will be shocked. The other counties will come and benchmark with you. Kulingana na mazungumzo tulio nayo, lakini pia tunaelewa serikali kuu na pia union ya nurses katika serikali Kenya mzima, tusikizane nao na magavana. Lakini kulingana na ile response tulipata leo, kuna dalili nzuri ya kwamba haya mazungumzo itatoa matokeo mzuri. Naibu wa gavana katika kaunti ya Samburu Julius Leseto amesindikiza lori la mchele, maharagwe, mafuta ya kupika na chumvi, vitu vitakavyogawanyiwa wanafunzi katika shule za chekechea katika kaunti hiyo kwenye ule mradi wa lishe kwa wanafunzi. Akizungundua mpango huo katika afisi za bodi ya nafaka katika sehemu ya Maralal, Leseto amesema kuwa chakula hicho kitawatosha watoto 42,000 wanaosomea katika shule za chekechea za kaunti ya Samburu, huku akiwasihi walimu kuhakikisha kuwa kinatunzwa vyema ili kiweze kutosha mhula mmoja. Kaunti hiyo imewekeza shilingi milioni 30 katika kununua chakula hicho ambacho kimetolewa ili kuongeza idadi ya watoto wanaosoma shule za chekechea. Naibu huyo wa gavana amesema kuwa kaunti ya Samburu pia imewekeza katika kilimo ili kuhakikisha kuwa mpango huo wa chakula kwa wanafunzi wa chekechea unaendelea. 8 children in ECD centers with an enrollment of that is the enrollment, and we have 529 ECD centers all across the county. Today we flagged about 317.5 tonnage of both beans, rice, oil. Serikali kuu inapanga kutathmini uwepo wa aina mbalimbali za damu katika maeneo tofauti ya nchi. Hii itawezesha kupatikana kwa aina hizi za damu kwa wepesi zaidi pindi madaktari wanapohitajika wakati wa dharura yoyote. Mpango huo umetangazwa na mkurugenzi wa huduma za afya Daktari Jackson Kioko katika kaunti ya Kericho. Kioko amedokeza kuwa kila eneo la nchi lina aina fulani ya damu ambayo haipatikani kwingineko. Kioko na ujumbe wake walikuwa wakitembelea katika kituo cha kisasa cha kuhifadhi damu kilichofunguliwa katika kaunti ya Kericho, kinachofaa kusaidia na kutoa kituo cha kitaifa cha uwekaji cha hifadhi ya damu Nakuru. Government with the national government. So right now we have the Kericho County the Kericho Satellite Center can have a capacity of up to 3,000 blood units per month. They have that capacity. And since then, the Kericho Satellite was established. Right now, Kericho is having enough blood to supply to the hospital at this end and also to the other counties. Kwingineko, wagonjwa wapatao 300 wamefaidi matibabu bila malipo katika hospitali ya Maragwa. Wagonjwa hao walihudumiwa na madaktari kutoka nchi ya Marekani kupitia kundi lililojulikana kwa jina la Health Global Program. Madaktari hao wametoka katika chuo kikuu cha Chamberlain nchini Marekani. So it's a home. Yes. This didn't just pop up in 4 days though. That it has been gradually growing over the last 3 years. I am able to do with my medics
we're able to operate most of them. Begin healing from the tab corner. Is there an ambu bag? Yes. I'm here helping with the Kenya mission trip with Chamberlain College of Nursing. I'm from the St. Louis, Missouri campus, and my advice I should start with saying my experience here has been wonderful. There's been a great level of education and things learned from just working with the different people in the communities, and with all the disease processes and health concerns that the people have brought to us. We've seen a lot. So my advice to the Kenyan nursing students is to really partner with the people of the communities, ask what's going on, because I believe that there's a lot of cases that may be overlooked. Na mtazamaji, tukitoka katika kaunti ya Murang'a huko sehemu ya Maragwa, tuelekee katika kaunti ya Kiambu ambako malalamishi yameibuka sasa huko Kiambu kutokana na visa vya punda kutoweka na kuchinjwa katika vichinjio fiche. Serikali imetakiwa kuwachukulia hatua wahusika kwenye sakata hii ambayo inayotishia idadi ya punda katika sehemu hiyo. Asubuhi tunarauka kupata wanyama hapa wamechinjwa, punda, na tumekuja kuangalia, tukapata wametoa ngozi, wamebeba nyama na wameacha vichwa na matumbo. Saa hatujui nyama zinakuliwa side gani. So hatujajua hawa nyama wanapeleka wapi, na hizi ni punda 5. So kuna siku nyingine moja ilikuwa imechinjwa pale. Sielewi kama ni ya wase wa Mitura ama tunakuliwa wapi. Sasa tuelewe zinapikwa kwa njia gani. So ukienda pale kununua nyama huwezi jua kama hii ni ya punda ama hii ni ya ng'ombe. Kwingineko, mikakati imewekwa katika kaunti ya Kilifi ya kunyima umaarufu muungano wa upinzani wa NASA. Maratibu wa chama cha Jubilee huko Kilifi, Najma Mangi, anaongoza kampeni ya vijana kwa kauli mbiu Je wajua, kampeni inayonuia kuwakumbusha wapiga kura eneo hilo juu ya miradi ya maendeleo ambayo imeletwa na serikali ya Jubilee. Jamani, tushirikiane, wake kwa waume, tuingie mashinani. Sisi tuko tayari na tuko na timu zetu huko mashinani ambazo zimejitolea, ziko tayari, na wale Jubilee dynasty nao pia mwatambue. Tusizungumze ni hapa alafu tunatoka hapa wanafanya kazi. Na tumejitolea Jubilee kufanya campaign kumuongezea rais kura kutoka Kilifi na kuonyesha ya kuwa alifanya mambo, si mambo ya vitendawili. Sisi leo tumezindua rasmi vuguvugu la kampeni za Rais Uhuru Kenyatta, na vuguvugu hili limeleta pamoja wapigaji kura haswa kwanza, limeleta pamoja viongozi wa vituo, limeleta pamoja ma MCAs waliokuwa wakipigania wakati huo na kupanda hadi kwa rais. Hili limekuja kwa sababu ya malengo kwamba tunataka kuwe pia na transparency, na pia tunataka kadri kazi inavyofanywa mashinani iwe ni kazi ambayo inaweza kutambulikana kwa urahisi na kujua ni kwa mzito gani kazi hii inafanyika, ili kuhakikisha debe la rais limekuwa na kura nyingi zaidi. Kwingineko, wauguzi katika kaunti ya Migori walifanya maandamano ya kulishinikiza baraza la magavana na tume ya uratibu wa mishahara SRC kuwasikiliza. Wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha wauguzi tawi la Migori, Morris Achochi, wauguzi hao kutoka kaunti za eneo la Nyanza ya Kusini, yani Kisii, Homa Bay, Nyamira na Migori, wameapa kutolegeza kamba hadi matakwa yao yasikizwe. But the issue of intimidations, the issue of
show cause letters and sackings will never take the nurses from where they are. The only thing that can take us back to work as nurses of this region is the signing and registration of the CBA. We are going to escalate this strike. That is why you are seeing Homa Bay here. That is why you are seeing Kisii here. That is why you are seeing Nyamira here. That is why you are also seeing Migori County nurses here. Na mnaarifiwa kwamba ni kupeleke katika sehemu ya kaunti ya Kisii ambapo tumekuandalia taarifa moja nzuri tu, yani kama makala vile kuhusiana na swala lili la soapstone, yani kule wajua wanatumia sana hizi soapstone kutengeneza masanamu na kadhalika. Hebu tuione taarifa yenyewe. Mara nyingi wachonga vinyago katika eneo hili wamekuwa wakivitengeneza kutoka kwa mawe ya soapstone kwa ajili ya biashara tu, huku wakifumbia macho manufaa mengine yanayotokana na mawe haya. Ndio sababu linifanya nikaona tuko na material. Sasa kitu gani kinakosa hii material inachukuliwa hapa inaenda nje? Pahali inaenda tuambiwe ni kitu gani inatengenezwa huko. Nilipofika katika kijiji cha Bumbure, eneo bunge la South Mugirango, nilitarajia kuona mashine kubwa ikichanganya umajimaji wa unga wenye kunata katika hali ya kutengeneza rangi. Lakini hapa kitu cha kwanza kuona ni bakuli na ndoo za plastiki zinazotumika kuweka kila aina ya malighafi ya kutengeneza rangi. Kitu kilinifanya nitumie huu unga, nilitaka kuweka mtisha kwa community hii, ichue hii mawe ni mineral. Ni wazi kuwa siku hizi rangi huchanganywa kwa teknolojia ya kisasa ya kutumia kompyuta, lakini Sam anatuonyesha jinsi ya kutumia njia ya kipekee kutoka kwa unga wa soapstone na vyakula hivi bila kuitumia mashine yoyote. Kitu kama pigment ilinisumbua sana, lakini nilienda nikafikiria vile nitatengeneza pigment nzuri. Nikapata binder. Binder hii nikaifikiria lazima iunganishe iwe pamoja na nikiweka rangi iwe na pigment ndani. Vitu vikuu vinne vinahitajika ni unga wa soapstone, maua, vyakula tofauti, kiunganishi, maji na bidhaa nyingine maalum inayoongezwa ili kuboresha mchanganyiko huu. Sam pia hutumia kemikali ya dioxide ambacho ni kifaa kimoja tu cha kisasa kama kiungo kikuu. Kuna vitu vinafaa kuwekwa kwa rangi ili iwe ya rangi. Tuna kitu ya kwanza kinaitwa binder, tuna kitu kingine kinaitwa pigment, na kuna kitu ingine inatumika kama solvent, yani kitu naweka kuunganisha hizo vitu yote. Baada ya kuchanganya unga huu na vyakula hivi, mchanganyiko unakorogwa hadi unapokuwa laini na wenye kunata na kuchanganywa na kiunganishi kidogo, na anapoona mchanganyiko umekuwa laini, ataongeza kila aina ya mchanganyiko ili kupata rangi fulani. Nikatafuta njia ya kutengeneza kitu tunaita binder. Binder ni kitu ile kinafunga hiyo fumbi inakorogwa pamoja, kinafungilia, ukitumia kwa bota kichanganywa pamoja inasikiria vizuri ili kusuia fumbi na kusikiria uoro vizuri. Nikatengeneza hiyo kitu kinaitwa binder kutoka kwa vitu tunatumia kila wakati kwa hapa nyumba zetu. Ikiwa anahitaji kutengeneza rangi nyeusi, yeye hutumia chokaa iliyochekechwa na kupata unga wake, na mchanganyiko huu hukorogwa kwa dakika 15 ili upate uji mzito utakaochanganywa na bidhaa nyingine. Lakini niliendelea kila wakati, nilikuwa kitambo nilikuwa naenda, nilikuwa nagundua kitu, nikigundua kitu makosa na kuendelea mpaka nikafikia kiwango ya kutengeneza paint inaitwa organic paint. Anasema kuwa vitu wanavyovitumia ni nyororo na havishambulii ngozi ikilinganishwa na jinsi kemikali nyinginezo hushambulia ngozi, na pia rangi hii inaweza kustahimili athari zinazotokana na mwangaza, jua, baridi pamoja na mvua. Kwa watu wale wako raji, kwa maana ni organic paint kwa nyumba. Watu ukipaka kwa nyumba inachukua kama 20 minutes, unaingia ndani unarara na vitu yako, hakuna harufu, hakuna kitu kingine na kusuia huko. Sasa haina fumbi ndani kama rangi pengine unagusa hiyo unapata iko na fumbi. Kwa sasa anatarajia kupata mashine kubwa na kuifunza jamii jinsi ya kutumia soapstone kutengeneza rangi kwa wingi. Vijana wetu watakuja achiliwa. Vile naona wengi wataachiliwa kazi. Si vijana peke yake, hata watu wengi. Mtu atakuja anapata pesa ziko kwa watu wao hapa kwa community, hata kulima utaweza kuendelea, hata kusoma. Katika hali ya kawaida watu wengi huwa wanalalamika kwamba wanataka kufanya biashara ila hawana mtaji.
Wengine wanafikiri wanakosa elimu ifaayo na ndio maana hawawezi kuanzisha biashara, lakini Sam ametuonyesha kuwa unaweza kupata mafanikio makubwa kwenye juhudi zako hata kama huna mtaji wala elimu kubwa. Kazi hii ya uchongaji vinyago katika eneo hili imekuwa ikifanywa kwa mtindo wa kuridhishana tu, lakini Sam anatarajia kuwatumia wataalamu waliobobea katika fani hii ili kujumuisha jamii kwa jumla. Fred Muturi, KTN News, Tabaka, Kisii. Bila shaka mtazamaji, hiyo ni taarifa ambayo ndo tumeipokea chumbani kwetu cha habari, ndio ikabidi niweze kuitoa vile ambavyo nimetoa, lakini ni sanaa kuhusiana na uchongaji wa sanamu au vinyago kupitia yale mawe kule sehemu ya Kisii, ambayo inatukamilishia taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii. Tukutane tena kuanzia saa 1 kamili ambapo nitakuwa na kuarifu na taarifa kuu ambazo tumezipa kipaumbele kwenye KTN leo, kando na mahojiano katika sehemu yetu ya pili kama kawaida. Mimi naitwa Ali Manzu, endelea kuwa nasi.